Na mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam, hivi sasa mojawapo ya taarifa inayogonga vichwa vya habari ni kauli na ujumbe ambao umeweza kuchapishwa na DIG Lagat. Je, ni kipi ambacho kinaonekana kuendelea kukwaza Wakenya? Ombi la Wakenya ni haki iweze kupatikana dhidi ya Albert Ojwang. Kwa njia pekee haki hii itaweza kupatikana ni iwapo IPOA itaweza kumkamata DIG Lagat, ama DIG Lagat aweze kuondoka afisini, ya kwamba aweze kuresign. Ila yeye hapa kuna mbinu ambayo ameweza kuitumia. Kutokana na taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari ni kwamba DIG Eliud Lagat ameweza kudhibitisha kwamba ameweza kustep down kwa ofisi yake kwa muda hadi kipindi ambapo uchunguzi utaweza kukamilika dhidi ya mauaji yaliyoweza kufanyika kwake Albert Ojwang. Mtazamaji, amini usiamini, hatua hii imeweza kuchukiza wengi, ila kwanza kabisa tumeweza kugundua kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kufanya jambo la busara kwa kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, utaweza kutupa support kubwa, nasi hapa tutaweza kushukuru, kwani ndio njia pekee ambayo utaweza kutulipa kwa sisi kukuandalia taarifa hii. Naam, mtazamaji, leo hii ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025, gumzo zinazidi kusambazwa katika uongozi wa serikali Kenya Kwanza. Ukosoaji nao katika mitandao ya kijamii unaendelea kushuhudiwa. Mapema leo hii aliyekuwa jaji mkuu wa taifa hili la Kenya, Mheshimiwa David Maraga, aliweza kuweka hadharani kwamba mbinu ambayo itaweza kutumiwa na DIG Lagat ni ya kwamba ataweza kustep out of his office kwa muda hadi uchunguzi uweze kumalizika. Na mtazamaji, amini usiamini, David Maraga aliweza kuwa sahihi, kwani jioni ya leo taarifa inayozidi kutufikia ni kwamba DIG Eliud Lagat ameweza kustep down kutoka kwa afisi yake kwa muda, ili uchunguzi utakapoweza kumalizika na yeye hatakuwa mhusika mkuu, kwa mara nyingine ataweza kupewa nafasi ya kurejea afisini mwake kuendeleza uongozi aliokabidhiwa na uongozi wa serikali Kenya Kwanza, hatua ambayo inazidi kukosolewa siku baada ya siku na Wakenya, hasa vijana wa Gen Z wanaozidi kulilia haki kwake Albert Ojwang aliyeweza kuiaga dunia katika hali tatanishi, kwa taarifa aliyoweza kuichapisha kuhusiana na DIG Eliud Lagat. Mtazamaji, amini usiamini, Mheshimiwa Rigathi Gachagua pia naye ni kiongozi hivi punde kukosoa kile ambacho kimeweza kuchapishwa naye Eliud Lagat, ya kwamba atakuwa kwa muda ameweza kuondoka afisini uchunguzi ukiendelea. Na mtazamaji, amini usiamini, siku chache zilizoweza kupita shirika la IPOA liliweza kusambaza taarifa na kudai kwamba kutokana na kipande cha video kilichoondolewa kwa CCTV huko Central Police Station kiliweza kulemaza uchunguzi dhidi ya mauaji yake Albert Ojwang. Idadi kubwa ya wananchi Kenya hivi sasa wametoa maoni yao ya kwamba haitaweza kuleta manufaa yoyote yale iwapo Mheshimiwa Eliud Lagat ama afisa huyu wa polisi Eliud Lagat ataweza kustep down kwa ofisi yake hadi kipindi ambapo uchunguzi utaweza kumalizika, kwani iwapo ataweza kurejea afisini huenda akawa bado Wakenya hawana imani naye, na pia huenda ikawa vigumu kwa uchunguzi kufanikiwa iwapo kiongozi yeyote yule katika afisi ile ya Central Police Station ataweza kufahamu kwamba
kipindi ambapo ataweza kufanyiwa mahojiano ama kutoa taarifa yote ile ya ukweli ama mbaya kuhusiana na Eliud Lagat, kipindi ambapo ataweza kurejea afisini kwa njia moja ama nyingine, atakuwa hana imani naye, na pia huenda jambo mbaya likaweza kumkuta. Idadi kubwa ya nchi Kenya pia wamekosoa na kudai kwamba maamuzi yake Eliud Lagat ku step down haitaweza kuleta manufaa yote ile, bali chuki zaidi, na idadi kubwa ya nchi Kenya kuendelea kuandamana ili haki iweze kupatikana kwake Albert Ojwang. Na mtazamaji, amini usiamini, Wakenya wengi wanadai kwamba iwapo haki haitaweza kupatikana, basi huenda hata ikaweza kulemaza mswada wa fedha wa mwaka 2024 na 25. Haya yote ni kutokana na maandamano mazito yanayozidi kuratibiwa kufanyika katika taifa hili la Kenya. Kwa njia moja ama nyingine, uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza ingekuwa vema ungeweza kusikiliza vijana hawa Gen Z ili waweze kusaidia taifa hili la Kenya kwa mswada huu wa fedha wa mwaka 2025 na 26 uweze kufanikishwa. Iwapo hautaweza kufanikishwa, huenda Wakenya wakaendelea kushuhudia gharama kubwa ya maisha katika taifa hili la Kenya. Kwa njia moja ama nyingine, Wakenya wataendelea kuumia, huku serikali Kenya Kwanza kuendelea kufaidi wao binafsi, hatua ambayo hivi sasa Wakenya wengi wanazidi kuikemea. Mtazamaji, pia leo hii kumeweza kushuhudiwa maandamano mazito huko Kisumu kutokana na walimu wa NAK, KUPPET na NAK ambao waliweza kuandamana kudai haki kwa mmoja wao ambaye ni Albert Ojwang aliyeweza kuiaga dunia katika hali tatanishi, wakiendelea kuungana na kile ambacho kiliweza kutangulizwa na Senator County ya Busia Mheshimiwa Okiya Omtata, ya kwamba hivi sasa ni wakati mwafaka kwa haki iweze kupatikana dhidi ya mauaji yaliyoweza kufanywa kwake Albert Ojwang, huku Wakenya wengi wakiendelea kuchapisha taarifa ya kwamba justice for Albert Ojwang na arrest Eliud Lagat. Mtazamaji, kwa njia moja ama nyingine, ningependa ufahamu kwamba huenda uongozi wa serikali Kenya Kwanza, kutokana na kile kinachozidi kuwakumba hivi sasa katika taifa hili la Kenya, ukosoaji mkubwa katika mitandao ya kijamii, na hata Mheshimiwa Rais William Ruto kudai kwamba hayuko tayari kukabidhi upinzani mamlaka katika uchaguzi ujao, jambo ambalo Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliweza kuzungumzia na kudai kwamba ni vema kwa Mheshimiwa Rais Ruto kugundua ya kwamba ataweza kushindwa katika uchaguzi ujao. Sasa mtazamaji, ni vema iwapo wewe hapo ungeweza kutufahamisha maoni yako. Hatua aliyoifanya DIG Eliud Lagat kwa yeye step down kwa ofisi kwa muda, badala ya DIG Eliud Lagat kujiuzulu na kuondoka afisini. Iwapo ungeweza kufanya hivyo, maswali mazito ingeweza kuibuka. Je, ni kipi kinachozidi kuendelea katika nafasi za maafisa wa polisi katika taifa hili la Kenya? Ikifuatiwa na mapema mwaka jana, Inspekta mkuu wa polisi Japhet Koome aliweza kujiuzulu, nafasi ikichukuliwa naye Mheshimiwa Douglas Kanja. Na je, iwapo Eliud Lagat angeweza kujiuzulu, nafasi hii ingeweza kuchukuliwa na nani? Na ni kipi ambacho Wakenya wangeweza kuzua maswali kuhusiana na maafisa wa polisi wakuu katika taifa hili la Kenya chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza? Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.